خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. Kianza katika aya 20 min surati al-An'am. Na sura za Qur'ani kuna baadhi ya sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja mawaqif nzito. Na leo insha Allah kuanzia aya ya 20 mpaka aya ya 35 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza mawaqif nzito ambazo zilipita kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina atainahumul kitab, wale ambao tumewapa kitabu, minal yahudi wan nasara, kana mayahudi na manasara, yaarifunahu, wanamtambua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyowajua watoto wao. Wanasema Abdullah bin Salam, sahabi jalil ambaye alikuwa katika hibrun min ahbari yahudi, alikuwa ni mwanachuoni katika mwanachuoni wa Kiyahudi. Aliposlimu asema Mtume Muhammad sasa hivi namjua zaidi hata kuliko mwanangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namtambua zaidi hata kuliko ninavyotambua mwanangu. Yaarifunahu, wanamtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yaarifuna abnaahum, kama wanamtambua watoto wao. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, wale ambao wamepata hasara katika nafsi zao, basi hao hawatoamini. Mawaqif kuanzia aya ya 19 inathibitisha nubuwa, inathibitisha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika aya 20 akasema kwamba hao Mayahudi na Manasara wanamtambua Mtume Muhammad, kwa walimkataa hasadan, walimkataa kwa sababu ya husda tu, lakini walikuwa wakimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu asema, wa man adlam man iftara ala Allah kadhiba, ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anamzulia Mwenyezi Mungu uongo. Na au kama hii Mwenyezi Mungu kwamba anauliza hajui, kana kwamba Mwenyezi Mungu atakaposema hakuna dhalimu mkubwa kama huyu. Wa man adlam, nani dhalimu mkubwa mimman iftara ala Allah kadhiba, kuliko yule ambaye atamzulia Mwenyezi Mungu uongo. Uongo una daraja, lakini uongo mbaya kabisa kumdanganya Allah subhanahu, na wala kumdanganya Mwenyezi Mungu isipokuwa wajidanganya wewe. Isipokuwa ukizua uongo katika kumzulia Mwenyezi Mungu, uongo huu unakuwa na tabaka ya kipekee, kwa tabaka ya juu. Mwenyezi Mungu anakutambua, anajua siri, alafu baada ya hapo kumdanganya Mwenyezi Mungu subhanahu. Au kadhaba bi ayati, au mtu akazikadhibisha aya zake, au kadhaba bi ayati, au akadhibisha aya zake. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, hakika hawafaulu madhalim. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, hakika hawafaulu madhalim popote watakapokuwa wamekwenda. Wanasema ulama rahimahumullah, ukiwa ni dhalim alafu ukiwa unasoma Qur'an kama ilivyokuja Al-Baqara al-Qur'an, inawezekana msomaji Qur'an wa Qur'an yal'anu na Qur'an inamlani. Sababu gani? Ilikuwa ni dhalim. Ukiwa sehemu kama hizi, innahu la yuflihu adh-dhalimun, manake wanajiombea laana wewe. Hakika wafaulu madhalim, na wewe ni dhalim, basi unajiombea laana. Ndio hivyo kuja kwamba inawezekana mtu asoma Qur'an na Qur'an inamlani, sababu kulika sehemu fulani ala la'natullah ala adh-dhalimin, manake unaingia na laana hiyo kwa madhalim. Kama na wewe ni mmoja katika hao, basi laana ile
inakupata. Wa yawma nahshuruhum jami'a, kumbuka siku ambayo nahshuruhum jami'a, tutakapowakusanya wote. Yawma nahshuruhum bil hisab wal jazaa, kuwahesabu na kuwapa malipo yao. Nahshuruhum jami'a min al-jinni wal ins, majini na watu. Jamaa Allah subhanahu wa ta'ala al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Mwenyezi Mungu amekusanya wa mwanzo na wa mwisho kwenye uwanja mmoja, hakuna yeyote ambaye atakuwa amebaki. Wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil ladhina ashraku, kisha tutawaambia wale ambao walikuwa wakifanya shirki, wale ambao walikuwa wakimshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya mambo yao wanaona hayawezi kuwa, mpaka kuna wenyewe sasa watu wataalamu waende hapa majina makubwa wakaita babu, wakamuita nini, bidi mradi na ukitaka kutambua kwamba umma umegubikwa na shirki. Angalia alipotokea mmoja katika baadhi ya viumbe waovu, bali nasema ambao waliopoteza hata akili zao, hata kadanganya watu kawa wanakwenda kufa. Naambia bwana, ukipata kikombe cha babu utapona. Ndani nyingine ukienda wakanywa wakafa. Tena subhanallah, mwanadamu anakwenda kunywa anakufa na mshirikina. Yaani mpaka utashangaa kwamba wakaelekea katika sehemu hiyo maji hayana giza yote, si maji ya Zamzam wala si chochote, maji ya pombe. Kisha mtu akenda akanywa kafa na shirki. Bali kila nikizungumza matukio ya shirki, nazungumzia matukio yaliyokuja mwaka uliopita alipokuja Sheikh Sharifu hapa, alafu ikatokea kuna maji sio toka wapi hayo wakaja nani. Kashangaa umma uliokwenda, watu na majikanzu yao na wanawake na majimba yao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama asema thumma naqulu lilladhina ashraku, kisha Mwenyezi Mungu asema tutasema kuambia wale waliofanya shirki, aina shurakaukum alladhina kuntum tazamun, wako wapi wale washirika wenu ambao walikuwa mnadai kwamba ni waungu? Alladhina kuntum tazamun, ambao walikuwa mnadai kwamba ni waungu, wako wapi? Qalu wad'u anna, ndio Mwenyezi Mungu wametupotea Mwenyezi Mungu Subhanahu, dhallu anna, wametukimbia. Thumma lam takun fitna, kisha itakuwa hakuna katika jawabu lao illa an qalu, isipokuwa watasema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi Mwenyezi Mungu alikuwa washirikina. Eti wakiona uongo utawasaidia mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walipoona Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anavyowasamehe viumbe wake, watajua na wao kule kusema uongo kwao utawasaidia na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wataapa. Thumma lam takun fitnatu, kisha hakutokuwa katika majibu yao illa qalu, isipokuwa watasema wallahi rabbina, wallahi tunaapa Mola wetu, ma kunna mushrikina, tulikuwa washirikina sisi, hatukuwa washirikina. Kuna baadhi ya wanaochuona walipokuja katika hii aya wakasema kwamba eti walikuwa wanafanya shirki ilikuwa hawajui, lakini la, kauli sahihi, kauli ya jumhuri ulama wanasema la, walikuwa wanatambua kwamba wanafanya shirki, lakini walidhani kusema uongo kwamba utawasaidia.
kwa hawana la kusema, walitambua Rabba wakisema uongo, wakimdanganya Allah jalla jalaluhu, walidhani kwamba itawasaidia na chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na hapo wanasema watakapoona wanasamehewa watu waliokuwa na tauhid, wamekufa watu na tauhid, wamemwasi Mwenyezi Mungu maasi mbalimbali, Mwenyezi Mungu atawasamehe. Kwa hiyo watapoona kumbe mtu anapokufa na tauhid, hata kama amefanya madhambi gani anaweza kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanakwenda kwa Mwenyezi Mungu kana kwamba wamejikusanya, waambia wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi mola wetu sisi hatukuwa washirikina. Nini kama itakuwa ni hivyo na madhambi mengine tusamehewa? Na kweli ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ni hadithi kuhusu ibn Adam, law balagha bi dhunubuka anana as-samaa, mwanadamu, lau kama ingelikuwa madhambi yako yatajaa ardhini mpaka yafike mbinguni, thumma laqitani la tushriku bi shay'in, kisha ukanikuta mimi ukaja kukuhesabu hakuna katika makosa yako shirki, la ataitu qabla qurabiha ma qara, nitakupa na ujazo wote huu, nitakupa msamaha. Na ndio maana imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanadamu atakapohesabiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu aulizwe kitu gani unaweza kujitoa fidia wewe, na kwa Mwenyezi Mungu atajitoa fidia na kila anachomiliki. Mwambie kwa kidogo kidogo, usishirikishe, fa baita illa shirk, ukakataa isipokuwa. Kwa hiyo watakapoona kwamba wameuliza na hawana la kujibu, thumma lam takun fitna, hawatakuwa baada ya hapo na majibu yao na majibu yote, au thumma lam yakun fitna, kama inakuja katika baadhi ya qira'a, illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi sisi hatukuwa washirikina. Kisha Mwenyezi Mungu asema udhuru kaifa kadhabu ala anfusihim, waangalie namna gani waliposema uongo katika nafsi zao. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, na akawa yamepotea yote yale ambayo walikuwa wanaoyadai. Wadhalla anhum kanu yaftarun, yakawa yamepotea yote yale ambayo walikuwa wanayo yazua. Kwa hiyo hapa aya zina munasaba mkubwa sana. Munasaba baina hizi aya, tunaona kwanza sehemu ya kwanza wamemkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni kiongozi. Walipokataa uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaingia kwenye kufanya shirki. Sababu ima ukubali muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinyume chake uingie kwenye shirki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha hata tufuata Mwenyezi Mungu asema wa minhum man yastami'u ilayhi, miongoni mwao wapo wenye wanaokusikiliza wewe. Na hapa wanaonyesha namna gani walivyokuwa kipiga vita Qur'an. Kule walikuwa wanakataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alizofuata wanakataa Qur'an. Ndio maana Mwenyezi Mungu angalia silsila ya hizi aya zilikuwa na munasaba. Kukataa Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, mwisho wake utaingia kwenye shirki billah azza wa jalla. Alafu zimekuja aya nyingine zinazungumzia namna gani walikuwa wanakataa Qur'an. Wanasema Makuraishi walikuwa wakiathirika na Qur'an sana, mpaka wanakuja nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa usiku wasikilize Qur'an. Wayatuna fil layl jamis, wanakuja kwenye usiku wa kiza, kila mmoja anakuja peke yake, anakuja liyataladha bi qira'ati al-Qur'an, ila kusikia ladha na Qur'an. Wa kullu wahid minhum la ya'rifu jalisa, na kila mmoja amjui mwenzake, kumbe kuna mwenzake naye amekuja kwa Mtume Mwenyezi Mungu, na anakuja kusikiliza. Wanasikiliza mpaka asubuhi, kisha kucha wanaondoka. Fayajma'u al-muttaliq, alafu njia inawakusanya. Kumbe nao mkuti, unajua sisi tukionekana na watu tutaonekana sisi tuwakataza watu, alafu tunakuja kusoma Qur'an. Mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema famani alladhina kafaru qibla kama wana nini wanakuwa wamekufuru,
wanakuja kwenye nyumba yako kwamba ni madhalili, aniliamini maamishimani nchi kulia na kushoto, wamekuja ni madhalili kabisa za Qur'an. Wanasikiza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu wakala viapo kwamba wasisikize Qur'an. Kwa nini? Hata mtu alikuwa akija kutoka nje ya Makka, jambo la kwanza anaambiwa asimsikize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mpaka kuna mmoja katika baadhi ya walioingia Makka alipoambiwa aliingiza pamba kwenye masikio yake. Alafu mwisho kaingia msikitini akamsikia Mtume Mwenyezi Mungu asoma Qur'an. Sasa mimi nina akili timamu. Najua maneno mazuri. Najua kwani bwana nijiadhibu. Akizungumza maneno kama ni mazuri ndio kwa ni mabaya, katoa pamba. Usifanye nao ni mtu mjinga na katoa pamba. Aliposikiza Qur'an akasikia. Wa minhum miongoni mwao man yastami'u ilayhi, wapo wenye kusikiliza, lakini pamoja na kusikiliza kwao waj'alna ala qulubihim akinna, tukajalia katika vifua vyao, katika nyoyo zao kuna kizuizi, ayyafahamu, yani kuweza kuifahamu Qur'an, wa bi adhani muqra, na katika masikio yao ukawa kuna vizuizi vile vile. Wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha, wanapoona kila dalili ya kuthibitisha Qur'ani kwamba ni kweli, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad ametumwa na Allah Jalla Jalaluhu, la yu'minu biha, hawaamini. Hatta idha ja'uka yujadiluna, mpaka wanakujia wanafanya mjadala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin, wanasema wale ambao wameamini, wanasema wale ambao wamekufuru, hivi ni vijana vya watu wa zamani kaviundaunda huko. Yani wanakufanya kwamba Qur'ani hamna miujiza yoyote, ni mambo ya zamani. Na hapo wanasema katika sababu nzuri walikusanyika wale wenyewe mala min Quraysh, wale wenyewe Arab al-Ahah katika wa Quraysh, wakasema Muhammad yasema nini ambayo maneno ya ajabu. Kwa hiyo wakaona wayatafutie njia kuweza kuyafanya ni maneno ya kawaida, wasema in hadha illa satirul awwalin, ni vigano vya zamani. Yani kila anayekuja tumwambie ni vigano vya zamani basi, yani wanaki haviendani na matukio ya sasa hivi. Ndio unakuta mpaka makafiri mpaka sasa hivi kitabu hichi hakiendani. Lakini nataka niwaambie subhanallah, nitolea aya moja tu ambayo haidani na wako. Kila aya kwenye Qur'an ukinasibisha na waqi wetu bali inakwenda sambamba. Bali kama kuna aya ilikuwa labda ipitwe na wakati, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazielezea kwa hikma ya hali ya juu, unaikutegemea kila wakati ukienda baada ya kufanya kazi. Bila kupenda kufanya. Kuna baadhi ya aya katika Qur'an al-Karim lau kama zingefungwa na kitu fulani, hizi aya zingekuwa aya za nafaka. Aya za nafaka yani maana yake mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia ameoa mke mmoja au zaidi ya mmoja, maana yake ana wajibu yeye wa kumpa nafaka mke wake. Majukumu, chakula, vitu gani, ni majukumu yake kama mtu. Aya hizi Mwenyezi Mungu asema liyunfiq saa min saa, yule ambaye ana nafasi atoe kwa nafasi yake. Waman qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye riziki yake itakuwa ni ndogo kiasi basi bali mtu mima ataahu Allah, atoe vile Mwenyezi Mungu alivyokuwa amempa. Hii aya Mwenyezi Mungu jinsi alivyoifunga kaifunga kwa mambo ya maajabu. Hii aya imeshuka muda mrefu, lakini angalia mpaka leo inafanya kazi.
Mwenyezi Mungu kama angesema yule ambaye ana uwezo atoe kiasi fulani, ingefika na wakati. Sababu ile zinabadilika. Na yule ambaye ni maskini basi atoe kiasi fulani. Yeye itifaki. Sababu gani? Sababu viwango vya hela vinapishana mno. Utakuta maskini wa sasa hivi hawa ni tajiri mkubwa kipindi kilichopita. Mimi kule makala ni kwa mambo ya simu vitu gani haya. Kwani watu maalum jamani. Hadi mpaka mtu au sijui useme vipi. Mpaka machokora amekaa omba kwenye na simu yake. Kimbilia mpaka. Tena ina line 2 au line 3. Ukiniambia yani utakuta kuna baadhi ya vitu ilikuwa kwamba mimi tuweza kusema bali jamani. Kipindi kilichopita mtoto wetu mtoto na baskeli. Yaani mashaallah, yani watu wafanya kujiangalia sasa. Watu wamekuja mpaka na mmoja kanua baskeli siku hiyo. Amekaja jina. Babio anayo. Yaani ni kitu kikubwa sana yani. Bako anayo. Kuna mmoja ameandika yake wakilipo sema zenu mburani. Yaani zenu mmenunua nini? Mimi nataka kununua baskeli zenu mburani. Sasa ukiangalia umaskini na utajiri vinapishana kwa kubadilika na vipindi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kama angeenda kwamba yule ambaye ana uwezo atoe kiasi fulani, yeye lakini Mwenyezi Mungu angalia hivi. Atoe yule ambaye usaa yule mwenye nafasi atoe kwa nafasi yake. Sasa nafasi yake hii italingana na kipindi chake. Aya nyingine Mwenyezi Mungu alipozungumzia walilmutallaqati mata'un bil ma'ruf, na wale wenye kuachika basi wao sitareheshe wake zao kwa wema. Mpaka kuna baadhi wanaotaka kusema hichi ni kitoka nyumba. Ambao umemwacha maadamu umemhuzunisha, mpaka na huzuni. Lakini hao na wanawake ambao wenye dini, maana huyu sasa hivi ukimtishia talaka ashaita fursa. Wewe bwana tunaandika barua yangu jamani. Wewe ukitisha utashangaa ndani ashaita fursa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuja kuzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu alipozungumzia kuhusu masala ya kumstarehesha au kumpa kitu, Mwenyezi Mungu kitu pia hakukifunga umpe kitu gani. Sema kitu gani? Sema wale mutallaqat mata'u bil ma'ruf. Mwape kitu cha kumstarehesha kwa wewe. Meishi vizuri na nini msikutake kitu bil ma'ruf. Wakasema wanachuoni rahimahullah, hii aya pia kama mtu alifunga na kitu. Sababu inawezekana ndio utakuta mpaka wanachoona kuna wengine walipokuja sema hivi hapa, maarufu itakuwa inalingana na kipindi cha yule mtu. Lakini ukifunga basi maarufu hapa unatafutia umpe kitu. Kuna baadhi ya wanachoona wameifunga hii aya wakasema maarufu cha juu zaidi umpe mtumwa, cha chini umtafutie nguo. Lakini pia itakuwa wanasema wanachoona tukifunga hivi inawezekana kajatokea kwenye kipindi mtumwa utakuwa. Kwa hiyo kule hali zile aya zote zile ambazo tutaziangalia ilikuwa zinaweza zikapitwa na muda. Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu amezifunga na mazingira ambazo kwamba zile aya zinaendana na matukio, zinaendana na mabadiliko zote. Unakuta ndani ya Qur'ani huwezi kukuta aya ambayo maiti hii imepitiwa na muda. Ila aya ambayo ni masuka imekuja imekutwa na aya nyingine, kwa hiyo utaikuta kwenye Qur'ani. ومنهم من يستمع إليك, miongoni mwao kuna ambao wanakusikiliza wewe. Waja'alna ala qulubihim akinna, tukajalia katika nyoyo zao kuna vizuizi. Ayafqahu, manake kutokuifahamu. Wa bi adhanihim waqra, na vile vile katika masikio yao kuna vizuizi, kuna vizibiko. Wa yara kulla ayatin la yu'minu biha,
wakiona dalili ya aina yoyote hawaamini. Hata idha jauka yujadiluna, mpaka kujia wanafanya mjadala na wewe Mtume Muhammad. Yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin, haukuwa usipokuwa ni vijano vya watu waliopita. Kuna wasema kwenye Qur'ani hakuna geni, kwenye Qur'ani hakuna geni, ili mradi maana kuwaondosha watu mpaka imekuwa sasa hivi Qur'anul Karim. Hata ukishakuwa unasoma Qur'ani sana na mwingine wa ngumu chake imshasikia wao maana hiyo, yani kuna umri fulani mpaka ufikie utu mzima kidogo, lakini mtoto mdogo mdogo kama kama ni kwanza kuondoka hichi kipindi chetu. Bali pia umesoma Qur'ani sasa, ukishapata Mwenyezi Mungu amekupa mtihani upate kichaa kwa Qur'ani, unatenda Qur'ani Qur'ani ndio kichaa kwa Qur'ani. Kwa hiyo tunataka watu fanya kuiogopa, yaani kama vile ni usi fulani, kumbe ndio isome kwa wingi. Na imeitwa Qur'an, imeitwa Qur'an kwa sababu inasomwa sana, ndio Qur'an. Mwenyezi Mungu asema wa hum yanhauna anhu wa yanhauna anhu, na wao yanhauna anhu, wanakataza kwamba asiudhiwe Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wa yanhauna anhu, na wanakaa naye mbali. Wanasema hii aya ilishuka kwa ami yake Mtume Mwenyezi Mungu Abu Talib. Yanhauna anhu, akikataza watu wasimuudhi Mtume, wa yanhauna anhu, alafu yeye anakaa mbali. Yani ile hamia ya kwamba ni mwanawe ya damu ilikuwa ikimkereketa kwamba ashindwe kwamba mtoto wake apate tabu, adhuriwe na watu, lakini yeye mwenyewe wayanauna anhu anakaa mbali naye. Kweli Abu Talib, kuna mambo mbalimbali yalitokeza mpaka Abu Talib akasimama kulia, akamtoka abiyati min ashiri akisema fa wallahi la yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasala turabi dafina, wallahi hawatakufikia wao na wingi wao wote, hata wasala turabi dafina, mpaka mimi niziki. Fasta bi amrika laysa alayka madha, yani weka wazi mambo yako wala usiogope. Mpaka mwisho kabisa katika bidii zake sema laula almalama au hadari subatin la wajadtani bidhaka samhan mubin, leo kama sikuogopa lawama na kuogopa matusi ungekuta niko laini kabisa. Kina uogopa kuacha mambo ya mila, naogopa kuacha mambo ya mila. Kwa hiyo alikataza watu wasimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wayanauna anhu, alafu yanakaa mbali. Wanasema hii aya imeshuka kwa Mtume kwa ami yake Mtume Abu Talib wakati akiwakataza watu wasimuudhi, lakini kiupande wa siri na yeye hamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayulikuna illa anfusahum wama yashurun, na hakuna wanachokiangamiza isipokuwa nafsi zao, lakini wenyewe hawana hisia, hawahisi, la yashurun. Wayulikuna illa anfusahum, hakuna wanachokiangamiza isipokuwa nafsi zao, wama yashurun, na hawatambui. Kisha baada ya hapo kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukataa Qur'an, Mwenyezi Mungu akataja mwisho wao. Aya zinazofuata zinataja mafikio ya wale watu waliokataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile mafikio au mwisho ya wale ambao wamekataa Qur'an al-Karim, wakasema kwamba ni asatirul awwalin. Mwenyezi Mungu akataja hali mbili, na hizi ni hali nzito kwa mwanadamu. Wallahi hakuna hali nzito kwa mwanadamu kama hali hizi. Hali ya kwanza, Mwenyezi Mungu asema walau tara idhuqifu ala an-nar, na lau ungeliwaona ya Muhammad, walau tara idhuqifu ala an-nar, lau kama ungewaona. Kisha Mwenyezi Mungu jawabu la laula akaliondosha,
lau ungewaona alafu jawabu yake Mwenyezi Mungu akaiondosha. Na mara nyingi sana ikisemwa hivi inakuwa na sura nzito, kama kumwambia mwanao lau kumtu ilaika, leo mimi nikisimama nikija hapo alafu kanyamaza. Wale wana vitu vingi vibaya kufikiria, baba sio umefanyaje, sababu umeondosha jawabu la laula. Lau nikisimama nikija alafu kanyamaza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jawabu pia ameliondosha. Walau tara wuqifu ala an-nar, lau ungewaona, lau kama ungewaona Muhammad sura zao na hali zao, idh wuqifu ala an-nar, wakati wamesimamishwa kwenye moto. Na mara nyingi sana kila nikileta sura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinge na hali kama hii, subhanallah, hebu tasawwar katika mawqif ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umesimamishwa, umetiwa pingu, alafu ukitupa jicho kiangalia katika njia ya peponi kuna viumbe waelekea peponi, tena kuna wengine unawajua. Wallahi subhanallah, sioni mawqif hasra, mawqif nzito kama umesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muqabbal bisalasil, umeshatoa pingu za miguu na mikono, wasubiri amri ya Mwenyezi Mungu, aamrishe malaika wanakutia katika moto wa jahannam. Kisha baada ya hapo wageuka watazama, wakuta kuna idadi ya watu chungu nzima waelekezwa katika ridwana, wapelekwa kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Tena ukiangalia kisha kuna viumbe wa walimu kwa kuswali. Walau tara idh wuqifu ala an-nar, lau kama ungewaona wakati wamesimamishwa ala an-nar. Na wanasema wanawachuoni rahimahumullah katika hii aya, walau tara idh wuqifu ala an-nar, kwamba ala imekuwa ni sehemu, imeingia sehemu ya fi, bimaana walau tara wuqifu fi an-nar, maana wakiwa ndani. Lau ungeliwaona wakati wakiwa uko ndani ya shimo la moto wa jahannam. Sema ala an-nar imekuja bimaana fi, kama anavyosema Imam Razi kwenye kitabu chake cha tafsiri. Lau tara idh wuqifu ala an-nar, au walau tara idh wuqifu ala an-nar, lau kama ungeliwaona wakati wamesimamishwa kwenye moto, wako juu, moto uko chini, hawajui waende wapi, ila mdogo tu anafukiza. Lau kama utaona walipojawa na hofu, na huko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrishwa, ametoa pingu, hawana sema kukimbia, wako juu na moto uko chini. Lau kama ungewaona vile alivyo, waqalu ya laitana nurad wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna minal فقالوا يا ليتنا أين تنفع الليل، فقالوا يا ليتنا وتسمى ليت سيسي نرد turudishwe duniani, wala nukathiba biayati rabbina, wala tusikadhibishe aya za Mola wetu, wa nakuna minal mu'minin, na tuwe katika wale ambao ni waumini wale muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya ukiangalia munasaba Mwenyezi Mungu kutupeleka ghafla, kutupeleka katika sehemu ya watu wamesimamishwa kwenye shimo la moto wa jahannam, au wako ndani ya shimo la moto wa jahannam, manake ni malipo ya ima walimkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ima waliachana na mwongozo sahihi wa Qur'an.
wakawa hawataki na wakasema ni asatirul awwalin. Mwenyezi Mungu akatupeleka mara moja akatwambia wala utarahibu ala nar. Na hii ni mauqif ya mwanzo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anataja mauqif uqidu ala an-nar, wakisimamishwa katika moto wa Mwenyezi Mungu. Waqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina kuna min al-mu'minin. Wakasema laiti sisi nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina, turejeshwe duniani hatuzikataa tena aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wanake hatuzikataa aya za Qur'ani, hatuzikataa aya za kudhibitisha kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wanakuna minal mu'minin, na tuwe katika watu ambao ni waumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema bal badalahum ma kanu yakuna min qabl, bali hao wamedhihirikiwa na yale ambayo walikuwa wanayaficha kabla ya hapo. Bal badalahum ma kanu yakuna min qabl, bali wao wamedhihirikiwa na yale ambayo walikuwa wanayaficha kabla ya hapo. Kuna mambo mengi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu ana mambo mengi ambayo ameyaficha, anaitwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu akakustiri mpaka siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama na haujapata tauba, Mwenyezi Mungu akakupedhesha ala ruhusi la ulina. Mwenyezi Mungu akaenda akakupedhesha katika mkusanyiko wa mwanzo wa watu na wa mwisho, majini na watu. Bal badalahum ma kanu yakuna min qabl. Mwenyezi Mungu asema wala la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Wala la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Na lau kama wangerejeshwa duniani, wala lau kama wangerejeshwa, tunaomba wangerejeshwa duniani, lau kama wangerejeshwa, la'adu limanuhu anhu, wangeyarudia yale ambayo wamekatazwa, wa innahum lakadibun, wao ni wao. Kwa hiyo mauqif ya mwanzo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa mtiririko wa malipo ya wale waliokataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malipo wanaofanya Qur'ani sio kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali ni vijana vya watu wa kale. Mwenyezi Mungu akutambia jazaa yao hawa watu, basi utakapowaona wamesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa katika shimo la moto wa Jahannam, wakisema ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yakuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Lau kama wangerejeshwa, basi wangerudia yale ambayo wamekatazwa, wa innahum lakadibun, na wao ni waongo. Wa innahum وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. wakasema hakuna chochote, sisi maisha yetu ya dunia haya ndio haya. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا, wakasema hakuna chochote isipokuwa maisha ni haya ya dunia, basi hakuna malipo. وما نحن بمبعوثين, wala sisi hatufufuliwi. وما نحن, na wala hatukuwa sisi bimab'uthin, ni wenye kufufuliwa. Hakuna masala ya kufufuliwa, wakakataa kufufuliwa. Na hakuna kitu ambacho kitamfanya mwanadamu awe na utulivu kama imani bilioni moja, kuamini siku ya mwisho. Yaani kama haya yote nitakayoyafanya nitakwenda kuyakuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna mtu akudhulumu alafu kuna yote kwambia huyu anakutana naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Imani bil akhir saada wa tumanina, kuamini siku ya mwisho kunakuwa na utulivu katika nafsi yako, kwamba hapa tutapita, lakini yote wao wasema maana nahnu bimab'uthin, wala hakutisi hatufufuliwi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mauqif ya pili asema walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ya mwanzo walau tara idh wuqifu ala an-nar, lau utakapoona wamesimamishwa kwenye moto. Aya 30 Mwenyezi Mungu asema walau tara idh wuqifu ala rabbihim,
wakati wamesimamishwa mbele ya Mola wao. Hapa wamesimamishwa kwa ajili ya hisabu, kule wamesimamishwa na kwenda kuingia motoni. Na leo kama mwanadamu aleta mauti, ameitwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akafika pale Mwenyezi Mungu akamwita kwa jina, akamwita kwa jina, alafu kafika umesimamishwa, Mwenyezi Mungu akahoji maswali moja baada ya nyingine. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما alikuwa anaposoma kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watasimama watu kwa viumbe, kwa Bwana wa viumbe wote. Ilikuwa hii aya haiwezi kuipita hapo. Kwa mara nyingi sana Abdullah ibn Umar akifika kwenye aya hii ilikuwa inamliza sana, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watasimamishwa viumbe kwa Mola wa Bwana wa viumbe ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu. Idhan walau tara yuqifu ala rabbihim, lau utaona watakapokuwa wamesimamishwa mbele ya Mola wao. Qala alaysa hadha bilhaq, Mwenyezi Mungu akamwambia alaysa hadha bilhaq, haya sio ya kweli haya mnayaona? Qalu bala wa rabbina, sema kwa nini bwana, ni ya kweli, hapa na Mola wetu. Qala fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, Mwenyezi Mungu atawaambia ujeni adhabu kwa yale yote ambayo ilikuwa takfurun. Fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, ujeni adhabu kwa yale ambayo ilikuwa nayo. Wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituambia kwenye Qur'an, kuna viumbe wameshachungwa chungwa, wala haya hayakuweza kuyaona kabisa, wakachungwa chungwa wakaingizwa katika janna. Na katika maneno ya mwanzo kabisa wakiingia kwenye janna, alhamdulillah, wakiingia alhamdulillah, yani kama vile wanashukuru kwa sababu ya ujanja wao na wala sio uwezo wao. Qalu alhamdulillah alladhi adhhaba 'anna alhazan, tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuondoshea huzuni, tulikuwa na taabu. Na hivi ndivyo nasema hivi, kumkuti mtu wa peponi yoyote isipokuwa duniani ilikuwa na dhiki mbalimbali. Kwa nini? Ndio alhamdulillah alladhi adhhaba 'anna alhazan, sifa zote njema sahihi Mwenyezi Mungu alituondolea huzuni, alituondolea taabu. Inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar al-muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق، لو kama ungewaona walipokuwa wamesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mawqif katika mawaqif ya akhira, katika mawqif ya mwanadamu ambayo inatisha kabisa, hali unapokuwa unasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, mwanadamu anakwenda kusimama kiumbe dhaifu, kiumbe dhalili, utatetemeka, akakuwa na hofu, akiulizwa hawezi kujibu. Akaifa naona nilikuja katika moja katika sala, ilikuwa ana kijipande chake cha ngozi kakiandika ya fulani udhkur huquqa baina yaday Allah, fulani kumbuka siku utakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila kitakufanya uasi wa aina yote utoa kipande cha ngozi, ya fulani udhkur huquqa baina yaday Allah, kumbuka siku utakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni kitu ambacho kinachomzuia na uasi mkubwa sana. Nasema jamani, kuna haja wakati mwingine, kuna haja
mwanadamu akakuta baadhi ya maneno ya kumkanya, tamta maneno mazito. Tena pia kila baada ya muda uyabadilisha, sababu ukiyazoea pia inawezekana itakuwa hana tija. Sasa hiyo ni kipande cha aya, sasa hiyo ni kipande cha hadithi, au sasa hiyo ni kipande cha mmoja katika watu wema ambao wameweza. Kuna wengine kwa maneno, inna Allaha yaraka ya fulan, inna Allaha yaraka fulan, Mwenyezi Mungu akuona. Yaani hili neno hili lilikuwa ni neno zito la kufanya asiingie kwenye maasi. Kila mfanya hivi akitoa inna Allaha yaraka, huyu ya fulan udhkur uqufa baina yaday Allah, kumbuka siku utakaosimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mawqif ya baba mitume inakuwa na hofu kwenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Kiabu Adam asema siwezi kwenda, kiabu Nuh asema siwezi kwenda, akiambiwa Musa asema siwezi kwenda, akiambiwa Ibrahim, alafu wewe waitwa unakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. walau tara ayyuhu ala rabbihim qala laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhab. walau tara ayyuhu ala rabbihim qala laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhab bima kuntum takfurun. walau tara ayyuhu ala rabbihim, lau tawaona watakapokuwa wamesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu baada kwamba wameshaona matukio yale, Mwenyezi Mungu aulize, qala alaysa hadha bil haqq, haya mnayoyaona sio kweli? Mnakuwa mnayakataa nyinyi, mchakufa, mmefufuliwa, yote mmeviona. Alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina, kana kwabili kabisa. Qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun, Mwenyezi Mungu atamwambia ujeni adhabu kwa yale ambayo mlikuwa mnayakufuru. Qad khasara alladhina kadhabu bi liqa'i Allah, wamepata hasara wale ambao walikuwa wanakadhibisha kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Qad khasara alladhina kadhabu bi liqa'i Allah, wamepata hasara wale ambao walikuwa wakikadhibisha kwamba watakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wanaona yote anayofanya kama hakuna siku ambazo wanakutana na Mwenyezi Mungu. Mpaka kuna mtu anafanya uasi akutana na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, Mwenyezi Mungu amuulize, "Mja wangu, hivi ulikuwa na yakini kwamba tutakuja kukutana?" Yaani ndio uchafu uliokuwa nao. Mpaka Mwenyezi Mungu amuuliza mja wake, "Ya abdi, ya abdi, mja wangu ulikuwa na yakini kwamba tutakuja kukutana wewe?" Kadhabu bi liqa'i, wakakadhibisha kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Imekuja katika hadithi ambayo muttafaq alayhi, hadithi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, akielezea kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa, yule ambaye atakayekuwa ana furaha na kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ahabba Allah liqa'a, Mwenyezi Mungu anakuwa na furaha, atapenda kukutana naye. Wa man kariha liqa'a Allah, atakuwa anachukia kukutana na Mwenyezi Mungu. Kariha Allah liqa'a, na Mwenyezi Mungu atakuwa anachukia kukutana naye. Kwa hiyo hawa simama kuchukia, walikuwa wanapinga, wanakufuliwa. Tukiishi tukishakufa basi. Hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtah, mpaka wakijiwa na kiyama kwa ghafla. Qalu ya hasaratana, wanasema hasara yetu ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazun. Watasema ya hasratana, watasema maangamivu yetu, ala ma farratna fiha, kwa vile tulivyokuwa tumefanyaje, tumefanya uchafu mwanani. At-tafriq maana yake ni yule kufanya uchafu katika kumwasi Mwenyezi Mungu, kutupa mipaka. Ile kule kutupa mipaka kwetu katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim, na wao watabeba madhambi yao kwenye migongo yao. Kumbe madhambi tunayofanya yatakuwa ni mzigo.
utabebesha. Anasema Ibn Jarir Tabari rahimahullah katika kitabu chake cha tafsiri, anasema kwamba ameleta athar, anasema yaumul qiyama kila mmoja atabebeshwa madhambi yake. Watu wana kama ni msemo, hapana. Yale makosa yako ulimkosea Mwenyezi Mungu yatajaliwa kama ni kiumbe chenye sura mbaya tena kinatoa harufu mbaya utakibeba. Wahum yahmiluna awzarahum ala dhuri, na mtakuwa nabeba madhambi yao kwenye migongo yao. Ala saa ma yazurun, ni ubaya ulioje kwa hayo ambao wameyabeba. Ala saa ma yazurun, ni ubaya ulioje kwa hayo ambayo wameyabeba. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni mchezo walahu na lahu. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. Mwenyezi Mungu anakuambia duniani ni mchezo tu na mambo ya lahu, kuna jingine. Kana kama Mwenyezi Mungu anakutuambia duniani sema, bali wala si sehemu ya kuuana, sehemu ya kufanana, sehemu ya ugomvi, sehemu ya mwanadamu awe ameshughulishwa na lile ambalo limemleta. Wala darul akhirah khairun lilladhina yattaqun, na nyumba ya akhira ni bora kwa wale ambao ni wacha Mungu. Afala taqilun, hivi ni hamna akili? Wale Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani alikutaja maukifi mbili, wale waliokataa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokataa Qur'ani. Mwenyezi Mungu kataja maukifi mbili, maukifi ya hisabu na maukifi ya kutupa katika moto. Kisha Mwenyezi Mungu akarudi kuelezea hali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu anapomlingania mtu alafu hakukubali, anapata na huzuni kubwa. Yaani angalia mtiririko aya za Qur'ani, yaani utakuta Mwenyezi Mungu anazipanga ni silsila. Wale wakataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakakataa Qur'ani, Mwenyezi Mungu kataja maukifu mbili, maukifu ya hisabu, maukifu ya kutupa kwenye moto. Kisha Mwenyezi Mungu akarudi upande wa pili kuelezea hali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale waliolingania wakakataa, Mtume anakwenda katika hali gani? Mwenyezi Mungu atuambia. Kumbe Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa anapata tabu sana akimlingania mtu akakataa sana. Na ndio maana Mtume Mwenyezi Mungu anasali usiku anawaombea watu. Yaani anasema katika maduati, lau kama atafuata nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema itakuwa ni moja katika alama ya kufaulu. Amlingania mtu usiku akisali amuombea dua. Au Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kapigwa mawe sallallahu alaihi wasallam, damu zinamchimbika na kufuta hivi, kisha anasema khayfa yaflahu qaum shaddu wajha nabiyyu, vipo tofauti watu ambao wamepasua uso wa mtume wao, kwa anatoa damu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha anaambia Allahumma qul li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mwenyezi Mungu wasamee jamaa zangu hawajui, samea umati wangu ya Rabb hawanijui, bado hawajui. Huko anakuta damu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo Mtume alikuwa akipata dhiki mno, bali sio Mwenyezi Mungu kapiga mfano katika anakulingania watu, halafu na mfano ya watu na mfano wa masahaba. Sio mfano wangu mimi na mfano wengine, kama mtu ambaye amekimbiwa na mnyama wake, yeye mwenyewe akajua namna gani atamshunga mpaka aje. Nyinyi mwamfukuza, ndio Mwenyezi Mungu mfano mzuri sana. Asema mimi kama ambaye
nimekimbia na mnyama wangu, alafu kuna mtu mwingine mara kampeleka huko, mara tutamfukuza, mwacheni. Nasema niacheni naye, ni mnyama wangu ndio mtakuja. Mwenyezi Mungu akimkosa mtu anakumlingania ilikuwa mlia sallallahu alaihi wasallam. Alaysa innahu baka inda mauti ammihi Abi Talib, kamlingania mpaka mwisho anakufa kufuru. Mwenyezi Mungu analia sallallahu alaihi wasallam. Toza na nabii, ya am qul la ilaha illa Allah, ya am qul la ilaha illa Allah, kalima uhaju laka bi'inda Allah. Mwisho Mwenyezi Mungu atoza nabii sallallahu alaihi. Upande wa pili anakuja kumlingania mtu anaslimu, kuingia kwenye Uislamu tu anakufa, sema alhamdulillah alladhi anqadhahu Allah bihi min an-nar. Shukrani na mshukuru Mwenyezi Mungu aliyemuokoa kwa kupitia mimi na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasikia kero, na ijaza anaelezea kero ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mwenyezi Mungu akamteremshia aya kuonesha uzito la jambo linalopata Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume Mwenyezi Mungu akamwambia nifanya kwa hikma. Fanya kwa hikma. Kwa Mwenyezi Mungu angetaka angewafanya wote kwa Uislamu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Hakika tumejua sisi, innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, yanakuhuzunisha yale wanayoyasema, yanakuhuzunisha sana. Ukiwaambia ni mtume wa Mwenyezi Mungu anakataa, ukiwaambia kuna malipo anakataa, yanakuhuzunisha. Kisha Mwenyezi Mungu anamliwaza mtume wake na hivi, fa innahum la yukadzibun, wao hawakuoni kama wewe ni muongo, wewe ni mkweli. Fa innahum la yukadzibuna, haukadhibishi wewe. Walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, lakini madhalim aya za Mwenyezi Mungu wanazikataa. Haukatai wewe. Kwa tatizo lao sio shakhsia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shakhsia ya Mtume Mwenyezi Mungu inakubalika, shakhsia yake. Isipokuwa kinachokataliwa ni hizi aya za Mwenyezi Mungu. Fa innahum la yukadzibuna, ilikuwa ni moja katika usuli wa tasria. Ilikuwa ni katika hali ya kumliwaza Mwenyezi Mungu mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamwambia Mwenyezi Mungu akaendelea kumliwaza mtume kwamba walaqad kudhibat rusulun min qabli, wamekadhibishwa mitume waliopita kabla yako. Sio kwamba wanaanza. Kwa hiyo risala hili sio la kwako peke yako. Walaqad kudhibat rusulun, walikadhibishwa mitume min qablika sabaru ala ma kudhibu, wakasubiri kwa yale ambayo wamekadhibishwa nayo, hatta atahum nasruna, mpaka wakafikiwa na nusra yetu. Wala mubaddila likalimati Allah, hakuna atakayebadilisha kalima ya Mwenyezi Mungu. Wala mubaddila likalimati Allah, hakuna yoyote atakayebadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala qad ja'aka min naba'i mursalin, umejiwa na habari za mitume kwamba walipopata tabu. Wala usihuzunike na hilo, sio kama wao wanaanza. Ilikuwa hivi sehemu Mwenyezi Mungu akimliwaza mtume Muhammad. Na hapa ndio ukiangalia kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amekujieni mtume kutokana na nyinyi. Kuna qiraa shadha sema laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lakini qiraa shadha kama anavyosema kwa wanachuoni, anasikia tabu yale ambayo yanakupatia nyinyi. Alafu bil mu'minina raufun, walaqad ja'aka min naba'i Musa, zimekujia habari za mitume rusul, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, wote wamekujia habari zao namna gani walipata tabu na watu wao. Kwa hiyo hii ilikuwa Mwenyezi Mungu ni kumliwaza mtume wake Mtume Muhammad. Bali Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kabura alayka i'radu fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa fata'tiya bi aya. Kama unaona limekuwa kubwa sana hilo la wao kukataa wewe,
Faida istata'ta, kama utaweza antabtaghi laka utafuta shimo kwenye ardhi ukajiingiza, au sulaman fi samaa, au katafuta ngazi ukapanda ukaja mpaka mbinguni. Nini? Batatia aya uwaletee dalili kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu ili uwakinaisha. Hutoliweza hilo. Kama wewe utaona imekuwa ni dhiki sana, ikana kabura alaika iradu, ikiwa hilo la wao kukataa kwao limekuwa ni kubwa katika nafsi yako, fa in istata'ta an tabtaghi nafaqa fil ardh, kama utaweza kutafuta shimo. Nafaq maana yake ni shimo refu sana kwenda kujitumbukiza huko ndani, kana kwamba kujiua, au sulaman fi samaa, au kutafuta ngazi upande mpaka mbinguni. Kwa nini? Watatia aya, shimo watafutia aya za ardhini, juu watafutia aya za mbinguni. Watatia aya kuletea alama au aya za kuweza kuwakinaisha, hutaweza. Kwa nini? Wala ushaa Allah la jama'ahum ala alhuda, Mwenyezi Mungu angetaka amewaongoza wote. Fala takunanna min al-jahilin, usiwe katika watu wajinga, usiwe katika wajinga. Ambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ungefanya wangebaki hivyo. Kwa nini? Wala ushaa Allah la jama'ahum ala alhuda, lau Mwenyezi Mungu angetaka angewaweka wote katika uongofu. Sasa wewe hayo huyawezi. Wala takunanna min al-jahilin, usiwe katika. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, inma yastajibu alladhina yasma'un, wale wenye kuitika ndio wale wenye kusikia haki, alafu wakachagua maneno wakaweza kuyafanyia kazi. Na hapo wanasema wenyewe wana risala ya hukumu, hapa ndipo lazima usimame, sababu kuna baadhi ya sehemu nyingine ukivuka wanakufuga jamani, kuvuka aida hivi kama vile asoma hiki alikusanya, kuna aya nyingine alikusanya, kutoka sehemu lazima usimame, hata kama una pumzi nyingi unatakiwa usimame ile pumzi. Subhanallah, ziko sehemu nyingi kwenye Qur'ani ndio amgia, inma yastajibu alladhina yasma'un, hapa ndipo simama ile kote lazima, sababu ukikusanya wal mauta maneno hayo, sababu inma yastajibu alladhina yasma'una wal mauta. Ikiwa mtu mwingine wenye kuitika ni wale ambao wenye kusikia na waliokufa pia nao mwachanganya, wale ambao usimame, alafu ndio uanze wal mauta, ndio tuwake tafsiri yao nyingine. Wal mauta ya'lamuhullah, lakini usichanganye baina ya yastajibu alladhina yasma'un na wal mauta. Tunaweza tukakusema na yule mpinga katika baadhi ya wanachuoni rahimahullah katika masuala ya tafsiri wamejitahidi sana. Kuna baadhi ya ayati ambazo ni vizuri, tena kuna baadhi ya aya nyingine ni kituo lakini ambazo zisimama kituo sana, lakini ambazo ni bora sio katika upinde kuunganisha maneno. Kwa hiyo hizi aya zinatupa picha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilingania watu, alafu alikuwa anapata tabu katika nafsi, mpaka Mwenyezi Mungu anamwambia fala'allaka ba'u nafsa, yaani nakaribia wewe Mtume Muhammad kujiangamiza nafsi yako, karibia Mtume Mwenyezi Mungu kujiua. Kimlingania mtu akimkosa Mtume Mwenyezi Mungu anasikia dhiki, anasikia tabu sallallahu alaihi wasallam. Na sio sura ya zama zetu hizi. Kimlingania mtu msimamishia hoja, akifuata sifuati basi, lakini sio kweli kumsimamishia hoja na kama kumshia ujumbe. Lakini mbona kama ukiuza biashara yako wauza vizuri, wauza kwa cheka na nini ya kuuzia, na Uislamu unakufuata mtu
Mungu katika sura ya msingi mizuri alisema Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim ana misingi mitatu katika da'wa Allah subhanahu misingi mizuri sana. Sema hivi, kimwona mtu anafanya maasi, jambo la kwanza asema alhamdulillah, kwamba yule anayefanya vile sio wewe, shukuru Mwenyezi Mungu. Hatua ya pili, ukishakuwa kwamba sio wewe, umshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aseme muonee huruma. Inawezekana maasi yale yakamtia moto, muonee huruma. Baada ya hapo aseme nenda ukampe nasaha. Wanawachuoni rahimahullah walipokuja kufuatilia taaliki maneno ya Ibn Qayyim, wametoa taaliki kusema hivi, kama itakuwa yule alifanya maasi, ulisema alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka, kwa Mwenyezi Mungu ambaye ameniafu kwa mtihani aliokupa. Kwa mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu anaweza ukawa wewe ukafanya madhambi makubwa kuliko yale. Mwenyezi Mungu anaweza. Kwa hiyo kumshukuru. Alafu ukamwonea huruma. Alafu kwenda ukampa nasaha. Wanasema wanachuoni ya kitaonyesha utakuja katika usuli mzuri sana kumfikishia. Sababu umeondoa kwenda kumuokoa na ale maasi yalikuwa. Ndio alibaini. Wewe mtoni wewe. Mtu maskini amekaa muda mrefu hasali. Kabla siku moja kumkuta. Dunia kweli imekwisha. Kwa kizavujika hivi. Shekhe mkuta tawadha huyu. Yaani kama vile wewe kazi yako watu wamekuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafunga wapate kwa Allah. Na mimi ndio maana katika asali mbalimbali kama hizi za kuweza hizi tulikuwepo muda mrefu tukisoma, yaani mpaka ukiangalia kipindi cha dola ya Kiislamu, kipindi cha Harun al-Rashid ilipatikana watu wa aina hiyo. Yaani mtu Afrika amlingania mtu kwa baadhi ya makosa fulani, toa maneno makali kuliko mbele bwana, taratibu. Kila nilipokuwa mimi nimefanya makosa simshindi Farao, lakini aliambiwa Farao ambaye maneno laini, mimi mbona najua maneno magumu zaidi. Kila nilikuwa na makosa kisimshindi Farao, lakini Farao alikuwa maneno laini, na ndio unajifanya unatuki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshindi Musa kile alikuwa kwa Farao, alikwenda kumbe maneno laini kabisa. Kile alikuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lahu qawlan sayyidina la'allahu yatadhakkaru. Inma yastajibu alladhina yasma'una al-mauta. Hakika si mwingine wale watakaoitika ni wale ambao yasma'un, wale ambao watakaoitika kauli yako, watakaoitika da'wa yako ya kweli. Alladhina yasma'una al-kalam, ni wale wenye kusikiliza maneno na sio kusikiliza, kusikiliza kwa kukubali. والموتى يبعثهم الله. Na wale watu na akasema hivi wameitwa watu ni makafiri. Walmauta, na makafiri, yab'athuhum Allah. Ama wale ambao wamekufuru, wameingia katika idadi waliokufa, basi Mwenyezi Mungu yab'athuhum Allah, Mwenyezi Mungu atawafufua, thumma ilayhi yurja'un, alafu kisha kwake watarejeshwa. Thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watarejeshwa. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Katika aya tunazosoma hizi zilizofuata linaonyesha ubatili wa shirki, batili ya shirki vile ilivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea katika aya, wakipatwa na majanga mbalimbali wanafadhaika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu.
lakini kwa kuwa tumefika katika eneo ambalo ni nzuri la kusimama na kuja kuanza inshallah kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu, inna yastajibu alladhina yasma'una wal mauta, kwa sababu aya zinazofuata sasa hivi zinazungumzia matukio mengine. Zinazungumzia matukio mengine ni washirikina wanapokuwa wameingia katika misafara yao, upepo umekuja mkali, mpaka wakiona hakuna chochote, vyote vimekuwa vimeharibika, wanaelekea kwa Mwenyezi Mungu kuomba msaada. Na hiyo nasema kwamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema rahimahullah, washirikina wa zama zetu ni wabaya kweli, hata kuliko washirikina wa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hao washirikina wa zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipata na dhiki kweli, anakimbilia kwa Mwenyezi Mungu. Ama hao kila kitu ndio wakimbilia kwa Baba mpaka inapokuwa huko. Yaani mtu anabaki kila mtu wake akimbilia kwa Baba. Na kumbe subhanallah, ilikuwa ndio kitu kama kile wanadamu atulie mbele ya Mwenyezi Mungu, kuona haki za watu wazirejeshe, kuna wasia au sie, ili kwamba aondoke hali ya kuwa aondoka vizuri. Wala asema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba washirikina wa zama zetu ni wabaya mno, wabaya kweli. Alafu kiangalia katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu ameumba, wana roho mbaya kweli washirikina. Wallahi, yaani kila akifanya jambo fulani, bila kuona unapopata tabu, sasa mambo yake mabaya Mwenyezi Mungu amekubalia. Wasumbufu, una maradhi, ukipelekwa huko kuponi kwenye asikia raha kweli. Tena wakati mwingine aje huko katika aje kumkia. Watu wameinama. Yes. Tena mjini kuna baadhi ya wazee, yaani mtoto kizaliwa simuone. Akimuona basi atamfanyia mambo, mtoto miaka yaenda mtoto atembee. Mpaka siku watu wakaenda wakapandisha na wakaenda kama ile kumtukiza ile mtoto. Abaki tunatameni hana neno. Kumbili mtoto atembee. Kwa mchafu huko. Watu wafanya hasa. Ya kila akiona vile mwenyewe huwa ajisikia raha. Kwa bahati mbaya subhanallah, imefikia kwamba wanadamu badala kwamba mambo fulani nimepata, kimbilia kwa Mwenyezi Mungu, kila kufanya hivi kimbilia kwa mtu ana duka lake, mtu ana gari lake, mtu ana mfanyaji ndio bali fulani akimbilia kwenye shirki na hili mambo ambayo mwanadamu akifanayo kwa sababu ya kuweza kuingia katika moto wa jahannam milele bila ya kutoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipindi kwa jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.